Ngumi ni ngapi? Ngumi. Ningekwambia sasa ngumi ni ngapi? Sema ngumi ni ngapi? 2. Tuwa na mrwandizi. Ngumi ni mbwenze, sawa? Ni mbwenze. Ladies and gentlemen, welcome back from that short break. Kama kawa, home of superstars. Na leo tuko na nani hapa Mr. Kagame from Mr. Kagame. Yeah. Director anasema kusikii. Ni kama mahali umetoka kwa njaa. Bado. Nimeshiba. Mimi naitwa Mr. Kagame, artist from Rwanda. Artist from Rwanda. Yeah. Kagame kwa wale wanajua kama Mr. President. Ama ni common name. Majina ni the same. Oh. Ndio na mtu Kagame, mtu akadhani sasa wewe ni president na kuna msanii. Yeah. Rwanda, unajua tumezoea kusikia Rwanda ni watu wengine polite sana. Kwa wale nimekutana nao mimi. Sasa mimi unaonaje? So tulibuja kwanza about you. Kwanza kwa wale wanakuwa for the first time, hata pia mimi tukujue zaidi. What do you do? Mimi am a musician. Nafanya muziki. Na kingine kabisa. Sasa leo ufanye muziki unafanya? Niko nafanya muziki tu hapo mentally. Lakini kazi nyingine nilifanya before nifanye music. Nikitoka high school nilifanya tu kwa mambo ya construction. Kwa tu hapo nafanya mambo ya construction, lakini nilifanya hapo miaka 2. Sasa siku nilitoa nyimbo ya kwanza watu wakajua, hapo ndo nilianza kuogopa sasa kuenda kwa basi nikienda na watu kazini. Ili hapo nilisema hii music imenitoa kwa kazi yangu, acha sasa niende nayo. Kwa hiyo unasema muziki imekupea kitu kidogo fatujashiba. Usiogope kusema. Hautaomba na director. Ndo tunaanza. Kwa hivyo unasema mpiga mjengo. Hiyo inamaanisha nini? Karibu Kenya. Thank you. Ukiambiwa ngumi, unasema ngumi ni ngapi? Ngumi. Ningekwambia sasa ngumi ni ngapi? Unasema ngumi ni ngapi? 2. Tuwa na mrwandizi. Ngumi ni mbwenze, sawa? Ni mbwenze. Mbwenze. Sema mbwenze. Mbwenze. Hiyo inamaanisha nini? Ni 2. Mbwenze. Mbwenze. Yes. Hiyo ni Sheng. Hiyo ni national language in the country. Sheng. Yeah. Meifanye kwa national. Amnataka kwa international. Unajua Kasongo? Sijui. Unajua Kasongo ni nani? Najua wimbo ambao unaitwa Kasongo. Hebu tugusie. Kasongo yeye. Nani? Mbona nisijui hiyo lugha. Sasa Kasongo pia huko ni msanii. Ni msanii? Tanitumia link yake sasa. Nakutumia ni msanii. Ukiona ni trash. Ukiona rapa anaitwa Rigiji. Rigiji? Bado. Unajua rapa ndio Rigiji? Simjui. Nani amekuhost Kenya? Black Market wanafaa kutembeze. Tena msanii mkubwa ndio Rigiji. Rigiji? Rigiji. That's the biggest artist in the country. Sure. Mbona simjui? Sema one time. One time. Well, karibu Kenya. So nimeona umfanya there's a collab umfanya na wasanii anaitwa Jofes. Jofes ni legend. Jofes I Foolish na Salaton. Ndio tukunywe. Tell us about the project. Hiyo sasa ni wimbo nilikutana Jofes, ndo yeye tu alinikaribisha hapa kwanza. Sasa Foolish nilikuwa simjui, pia na Salaton. Sasa nilikutana nao hapo studio. Ilikuwa ngoma yangu solo kwa peke yangu. Sasa niliweka chorus, lakini full sasa niona vile na vibe, anakuwa na vibe sana. Nikasema lakini nawe unaweza tuwekea verse, kaweka. Sasa yeye aliweka siku nyingine, sio siku. Nilifanya kwanza na Foolish na Jofes. Sasa yeye alikuja baadaye. Unajua kila ngoma inakuwa na inspiration yake. So tukunywe, what is the inspiration? Ulikunywa kalewa? Sasa mimi nikifanya ngoma sikuwa na inspiration. Nakuwa tu na hiyo, ukiniambia tu ni vile unaniambia tufanyie tu kama advertisement
ya hii Kenyan Drive Show. Hapo ndo naweza kuwa na kuja na ideas. Lakini hapo tu vile beat, mi music ni feelings, vile na feel side. Neno la kwanza tu naandika, hiyo ndo itanipatia tu na maneno mengine. Sikuwe na inspiration, vibe tu vile beat inanipeleka, ndo kiwa slow maybe naweza kuwa na sad emotions hivi. Hapa Kenya tumekuwa na issues wase wanasema muziki ya Kenya haina message. Music si lazima kuwe na message. Pia kwetu walikuwa wanasema hivyo. Lakini message ni nini? Kwa hiyo ngoma hapo was the message. Tukunywe. Wewe ukiwa na mashida mingi nini so overthink. Piga tu kadogo, usilewe, lakini piga tu kidogo. Piga kadogo polite. Na vibe. Change tu mind, si lazima tu uingie deep. Mwanzo na kuweka deep na wewe unaingia. Message hapo tulikuwa tunapatia watu wakunywe tu. So ngoma yetu ya feel good. Yeah. Hapa in our country kumekuwa na issues za anyone kuna dreadlocks ni mkora. Is it an issue umekutana nayo pengine? Si hapa pia tu. Ni same mingi. Ukiwa tuna dread kuna vile watu wanakudescribe. Lakini hapo ni vile tu ya hujakuwa na dread na judge. Na mimi pia sijakaa muda mrefu, hizi nywele zangu. Nilianza hii 2022. Hapo lakini kitambo na mimi nilikuwa tukiona kama ile yako na nywele ndogo kusema rasta vipi. Kwa tunajua ni watu ambao wanavuta bana nini. Lakini kama mimi sasa situmie hii na niko na dread. Sasa hiyo tu watu wakiongea wanaacha tu hawezi tuko. What is the biggest challenge ukutana nayo kimuziki? Ya kwanza ile inakusumbua sana. Ya kwanza kama acha niseme hii ile tu before ujulikane. Lakini shida ambayo ilikuwa ngumu sana kukutana na producer ambaye anaweza kuelewa vitu mimi napenda. Ile unajua kuna vile unakutana na producer chemistry kaingiana hivi. Me once I was a rapper, nilikuwa rapper. Sasa kila siku nikiambia producer acha niimbe, acha kwa hii beat niimbe, akaniambia wewe uko mnoma ukifanya rap. Mimi pia nilikuwa najua kwamba pia kuimba naweza tu. Sasa siku ya kwanza nilikutana na producer kanisikia hiyo. Hapo tu ndo shida naweza kusema kama ilikuwa ngumu ilipotelea hapo. Saa hii tu mambo mengine ni kama vile kila msanii anaweza kukutana tu na challenge. Hiyo ndio ilikuwa shida ngumu sana. Ni ngoma gani ile moja yenye una feel hii nilifanya na roho moja na ikahit? Kama zote tu. Lakini kwa ngoma zangu kuna ngoma napenda ambayo inaitwa Power. Inamaanisha ipatie nguvu. Hiyo ni Kinyarwanda. Watu nilikuwa naambia Mungu anipatie nguvu. Juni nijue tu utaendaje, lakini si gospel. Lyrics tu naingia tu mambo mengine hivi na hivi. Hebu pengine tugusie kama si auto tune. Joro n'umunsi ndiruka amafaranga ravuna ugombi soza na yataye. Inamaanisha usiku na mchana nakimbia nikitafuta pesa, lakini kwa mwisho wa siku pia nazimaliza. Napenda mwai, napenda kupigana, napenda nini na nini. Na sitaacha. Tunaomba Mungu yeye ndo ananijua sasa nipatie nguvu kupitia hiyo mambo. Hiyo ndo niliandika tu. Nikiwa na feel sana. Yeah. Na another thing is sasa ni swali tu ya utani. If you were told to compare Kenya na Rwanda, ungechagua kwa upande gani sasa? Kwa music general tu in life. Generally. Naweza chagua kwetu. Rwanda ni kwetu. Wasema nataka nikubali kwenyu. Ni kwetu kwenu ni kwenu. That's true. Na kuna countries tunaona mmesema president lazima azeeke kwa kiti. What's happening? Usiogope huko hizi kuchukua huko. Sasa hiyo
hiyo ni mambo ya wananchi na nchi yao. Sasa sportsman ni kwenyu. Sasa mimi ni msanii. Mimi nafanya music. Unaona? Nafanya music. Naona tu kama nikiwa na security, siangalie mambo mengine. Pale unaweza tembea hata saa 9 za usiku nini? Hakuna mtu ambaye anaweza kukuambia wewe hivi hao wachukue simu yako au nini, haiwezekani. Hamna vijana wa Subaru kwetu? Hawapo kabisa. Hakuna Subaru? Haki ya Mungu, nakuambia ukweli. Sikusema tu wako perfect sana, lakini hauwezi kusikia hizo story. Unaweza kaa kama mwaka wote bila kusikia hiyo story, kama mtu alimshika simu nini. Uko pia kuna snatchers kabisa. Hata wewe tukigombana kwanza, maybe ndio mimi watafunga kwanza. Pale tunakaribisha watu, hiyo customer care na tourism ndio hiyo. Na wanadada warembo. Tuna attraction. So any upcoming projects maybe? Niko na ngoma mingi sasa hivi. Nikuja hapa nifanya album, nifanya ngoma na Tesla inaitwa Energy. Hizo ngoma ziko Spotify, lakini tulikuwa tunafanya videos tuzi release. Kuna ngoma na Masauti inaitwa Okay, pia unaweza tu kuona hiyo. Friday itatoka video. Kuna ngoma na kina X-Ray. Ni nani kina Audio Moranga. Nipiga ngoma ya Kikuyu itakuwa noma, inaitwa Stella. Ngoma zingine sana, ngoma zangu, ngoma na wakina Daddy Andres pia. Ngoma zima this year was out of expect kila mahali. Nataka tu Kenya, lakini nipenda Kenya. Wewe leo ungekuwa wewe ndio CEO at Black Market Records. Nini ungechange about Black Market? Pale. Usiogope kamera mbele. Siwezi ogopa. Usiogope. Siwezi. Leo wewe umeamka wewe ndio CEO Black Market. Ungechange nini? Kila kitu iko kwa time. Kwa time sana. Kama ni saa 3 ni saa 3. Kama kitu ifanyike saa hii. Sikusema kwamba ni mbaya hiyo mambo kwa Black Market. Lakini wewe ndio CEO, lakini ifike kama 90, 90. Isikwe tu kama 70 hapo 70. Unanielewa? Yeah. I think the only thing I'll kuambia, kuna Kenyan time na kuna time ya kawaida. Kuna masaa ya Kenya. Mkenya kwa mtandao tuko nayo. Unaniambia saa 5 nikasema kama ni DJ Jones mtu wangu tutafika saa 7. Tunasema saa ya Kinyarwanda, saa ya Kinyarwanda. Na kuna ile saa tu ya GMT. Kwa wale wa Rwandese wenye watawatch show, waambie something. Ngana waki lugha nyumbani. Umeze mute Abanyarwanda mukurikire DJ Jones, DJ wa mbere muri Kenya, DJ wameze neza. Kumwe ni umuntu wa mbere mhostinze muri Kenya. Thank you man. Hata kama umetupanga ni sawa tu. But nashukuru, thank you for coming to the show. Thank you. Just social media unapata kwa what platforms? Mr. Kagame kila mahali. Hapo sawa. Thank you. So from now any song inatoka ya Mr. Kagame, make sure you drop hapa. Hata hiyo unatoa Friday tutamshika hapa ndio itakuwa. It is the only Kenyan show in the country. Unajua hii ndo media imeni host ya kwanza Kenya. Sasa hapa nime-host wase wengi wenye usizo wameblock market. Inaonekana. Wanaanzaga tu hapa. Inaonekana. Kabisa. Asante sana. Thanks for coming. Blessing. Kabisa.